tunalishukuru na kulihimidi jina lako. Asante kwa wema wako. Tunakushukuru kwa sababu ya sabato takatifu ambayo umetupokeza kama watoto wako. Tumekusanyika katika nyumba hii ili kwamba tukaweza kukuabudu, na utusaidie kwa Roho Mtakatifu ili tukuabudu katika roho na kweli. Wote ambao wamekusanyika hapa, wengine wakiwa wanaisikiza sauti hii, zote kwa pamoja tupalikiwe, na zaidi ya yote tuwe washindi, na mwisho hatimaye tulitukuze jina lako. Miliki mawazo yetu, na neno utakalo tumegea siku ya leo liwe la manufaa makubwa katika safari yetu ya imani. Lituongoze na kutuandaa kwa kurudi na kurejea kwako mara ya pili tena ya mwisho katika ulimwengu. Asante kwa kulipokea na kulisikia ombi letu sawia na mapenzi yako. Tumeomba katika jina la Yesu. Amina. Pastor Thomas Nyambane kuruase skuru yeri yoga chaplain mbale ngamo na nche bakwaliganio Murandi karibu ubwatirega. Basi wa Adventista wa Sabato, Bwana asifiwe. Hawa ni wa Adventista kweli? Wa Adventista wa Sabato, Bwana asifiwe. Waadventista hawajaitika. Epo wasikie kama Waadventista wamo hekaluni wanamuabudu Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Nilifikiria watasema siku zote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na siku zote. Wapendwa, nina kiu. Rafiki, ni ukiwa na kiu unafanya nini? Leo wameniletea na maji. Haleluya. Wapendwa, wakati wowote uko na kiu unatafuta kikombe, lakini si kikombe peke yake, na hata maji. Haleluya. Na leo masemaji wameleta na nini? Na maji. Nami nina kiu. Ukiwa na kiu unafanya nini? Mimi sijakunywa maji. Nimeyamwaga maji kwa nini? Kwa kikombe. Ukishamaliza kumwaga maji kwa kikombe unafanya nini? Haleluya. Unakunywa na maji. Baada ya kunywa maji, ni nini hufanyika? Kiu kinakatika ghafla. Basi kama Waadventista wa Sabato tunacho kiu, na kiu tulicho nacho si cha maji tena, lakini ni kiu cha neno lake Bwana. Hivyo kila Mwadventista na watu wote wa ulimwengu wanahitaji maji yaliyo neno la Bwana, ili kwamba kiu chetu cha neno kikaweza kukatika, tumfahamu Kristo, tukaweza kuandaliwa kwa kurudi mara ya pili ya kuja kwake tena ya mwisho katika ulimwengu. Haleluya. Bwana anakupenda. Haleluya. Bwana ananipenda. Na ndiyo maana wito wa Bwana leo ni kuwa tukaweza kujumuika kwa sababu ya kumwabudu yeye. Si mwanadamu huyu, lakini ni muumba wetu ambaye ameketi katika kiti cha enzi. Haleluya. Ndio maana leo nahitaji nikaweza kuwaeleza kisa cha mada mtu ameniguza. Halo? Mtu amefanyaje? Omuntu okolire gento ki? Omuntu onkunire. Halo? Debyo musani. Omuntu onkunire. Halo? Epo muguse rafiki yako asije akarara. Muguse rafiki yako.
na muambie Mungu ameniguza. Motebyo montonkunire. Sikiza wapendwa, maneno haya ya mtu ambaye ameniguza yamenakiliwa katika Agano Takatifu, katika Agano Jipya, kitabu cha Marko sura yake ya 5 mstari wake wa 25. Na Yesu ndiye anayesema maneno haya. Yesu anayasema maneno haya. Katika mstari wa 30 anasema hivi, Yesu anasema, mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya makutano akasema, ni nani aliyegusa vazi langu? Ni nani huyu ambaye ameguza joo la vazi langu? Ni nani huyu ambaye ameguza vazi langu? Rafiki, nikuulize leo hii, mtu akiifuta na vazi lako, si unaweza sikia? Lakini huyu, habari ya kisa ambacho tutakiangalia si cha mtu aliyefuta vazi lake Yesu, lakini ni mtu aliyeguza nini? Lakini guzo lake aliloliguza vazi hilo lilikuwa ni guzo zito kabisa, ambalo lilikuwa hata ni guzo la kushtua Yesu mwenyewe, kwa sababu andiko linasema ya kwamba lilikuwa ni guzo lililotoa nguvu kutoka kwake Yesu. Haleluya! Mtakielewa kisa hiki nikikisoma mstari wa 25. Tuko hapo, ila nikianzia na mstari wa 25 hautakipata sawa. Sikiza. Watu wakiwa wanatembea na Yesu katika safari yake yote ya Galilaya, walikuwa na mazoea ya kufinyafinya, kumsukuma, kumuguza. Lakini mguzo wa mwanamke ambaye tutakayemwangalia ulikuwa ni mguzo tofauti, kando na miguzo yoko katika visa vyote vya Biblia. Wapendwa, 24 andiko lasema, akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga. Makutano yalikuwa yanamfuata Yesu huku wakimsonga, huku wakimfinya, huku wakimkwarusha. 25 andiko lasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12. Miaka 10 na ngapi? 12. Na kuteswa mengi kwa mikono ya matapeli wengi. Ameghalimiwa vitu vyote alivyo navyo, usimfae hata kidogo, bali hali yake ikazidi kuwa mbaya zaidi. Aliposikia habari ya Yesu, alipita katikati ya makutano kwa nyuma, aliguza vazi lake, maana alisema, nikiyaguza mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msipa ule. Haleluya! Mara Yesu hali akafahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya makutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanaokusonga, na we wasema ni nani aliyekugusa? Akasema, akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hili. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na akatetemeka, akijua lililompata.
akaja akamwangukia Yesu, akamweleza kweli yote aliyokuwa nayo. Mstari wa mwisho 34, andiko rasema akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa imani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Haleluya. Mtumishi ambaye ameandika na habari hizi ni mtumishi Marko. Sijui kama umesoma habari za Marko. Marko ni mtumishi ambaye ameandika, lakini mtumishi Marko, nyakati Yesu akifanya kazi zake za safari ya Galilaya, Marko alikuwa ni kijana, na andiko rasema kwa kina Marko walikuwa ni waumini, walikuwa ni Wakristo. Ndo maana Yesu wakati amemaliza na Pasaka anaelekea kwa kina Marko, kwa sababu kwa kina Marko walikuwa ni waumini. Wapendwa, Marko akawa ni mmoja kati ya wale ambao waliokuwa ni watumishi wa Bwana. Marko, Paulo, Sila pamoja na Barnaba wakawa wanaenda katika makutano, vijiji na vitongoji kwa sababu ya kulihubiri neno lake Bwana. Lakini wanapopita ikafika siku moja wakakosana, mawimbi yakatokea, wakawa wamekosana wao kwa wao. Barnaba anaingia kati kuwaunganisha, lakini wakawa waelewani. Andiko rasema katika kisa chao, Paulo wakatengana na Barnaba. Paulo akamchukua Sila, akamchagua, wakaweza kutembea naye. Barnaba akaona, hata mimi kwa sababu Marko ni mtu ambaye anayefanya kazi kwa kujitolea, akamteua na nani? Na Marko. Barnaba akamteua Marko, nao wakaenda wapi? Kufanya kazi yake Bwana. Katika kisa andiko linasema, na hata tukifuatilia historia, Marko ndiye Mwafrika wa kwanza mmishonari ambaye alihubiri Afrika. Haleluya. Kumbe hata Mwafrika ni mmishonari. Hata sisi tunaweza kuwa viumbe ambavyo watakaofanya kazi yake Bwana. Haleluya. Wapendwa, Marko anatumika kama mwandishi na anamsaidia Petro katika nyaraka zake. Petro anayemsaidia kuandika Petro ni Marko, kijana mdogo, kijana anayekuwa katika kanisa, kijana anayelelewa katika kanisa, anazidi kujengwa katika taratibu za imani, na mwisho anakuwa yeye ndiye anayefanya kazi yake Mungu. Tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante kwa sababu umetujalia na siku nyingine ili kwamba tujifunze. Kipo na kisa mbele yetu, kisa cha mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12. Ukamtetea Yesu, ukamshindia Yesu kwa imani aliyokuwa nayo. Na sisi leo tunahitaji tukaweza kuwa na mguzo kama huo, tukuguze katika pindo lako, ili kwamba tukaweza kupokea uponyaji, tukaweza kupokea amani, tukaweza kupokea furaha. Hivi na leo tukijifunza kwa muda mfupi ulio mbele yetu, tuomba ukaweza kumiliki mawazo yetu, umiliki na kundi na mkutano wetu, ushindi ukionekana, hatimaye jina lako lihimidiwe na kutukuzwa milele. Asante kwa kulipokea ombi letu, tumeomba katika jina safi la Kristo aliye mkombozi wetu, amina. Wapendwa, tukisoma juu ya kisa cha mwanamke anatokwa na damu kwa miaka 12.
mwanamke anapotokwa na damu kwa miaka 12, si jambo rahisi ambalo lilikuwa linatokea katika maisha yake. Hivi mwanadamu, nikuulize, iwe unatoka damu kila siku kwa miaka 12, mwisho wa mambo yote utakuwa namna gani? Nadhani maisha yako yatakuwa yanafanya nini? Yatakuwa yanaisha, yanakatika. Lakini katika kisa hiki andiko latuambia ya kwamba kukatokea na mwanamke ambaye bado Biblia haijatuambia jina lake, Biblia haijatueleza familia yake, haijatuambia mume wake, lakini andiko linatuambia ya kwamba mwanamke akawa anatokwa na damu kwa miaka 12. Na andiko liliendelea likisema ya kwamba huyu mwanamke akawa ameenda kwa madaktari, wakawa wamemguza na madaktari. Kama kulikuweko na hawa watu wa ushirikina, wakawa wamefanya nini? Akawa ameenda na kule nao wamemguza, lakini mwanamke hakupata tipa yoyote. Kwa miaka 12 akasikia na makutano yanapita, na Yesu alikuwa hanapita. Yesu akipita, kwa sababu safari yake yote ilikuwa ni kuponya na kuhubiri Injili, akafika kwa mkutano huu. Andiko linasema na mama akapita nyuma ya wale watu. Alipopita na nyuma ya wale watu, akasunguka, akachifinyiria, japokuwa alikuwa anatokwa damu, akachifinyiria katika msongamano wa watu wale, mpaka sehemu ambapo alipomfikia Yesu. Na andiko lilisema katika moyo wa mama akawa anasema, nikimguza tu bubujiko wa damu unaotokea utakatika. Haleluya! Ni imani ya namna gani ambayo mama anayo? Sikiza wapendwa, hivi katika maisha yetu wamama wanaelewa sana, kwa sababu kisa hiki ni cha mama. Mama uwanga wanatokwa damu siku zao za mwezi. Hivi damu hile ikitokea tu kila siku kwa miaka 12, utakuwa namna gani? Sikiza, na watu wa eneo lile wakawa wamemzuia na mama, wakawa wamemutenga, wakawa wamemuweka kando, wakawa wanamtema mate, wakawa wanamuona ni mchafu, wakawa wanamuona hafai. Lakini mama kwa moyo wake akawa anafahamu ya kwamba atakaye nisaidia ni yule nitakaye mguza, ambaye jina lake ni Yesu. Haleluya, haleluya. Yuko mwanaume ambaye tunahitaji tukaweza kumguza, na si mguzo tu, lakini mguzo wa imani. Ni mguzo wa imani, imani inayotusukuma kutoka ndani ikaweza kuukaza moyo wetu, ili kwamba tukaweza kushikamana pamoja na huyu mwanamume. Mwanamke kama hangekuwa na imani, basi angechikokota na kuchifinyiria katika msongamano wa watu wengi na makutano ya watu wengi mpaka afikie fasi la Yesu. Sikiza wapendwa, alipoliguza tu vazi na joo lake Yesu, andiko linasema ghafla mbubujiko wa damu ukafanya nini? Kumbe Yesu akiwa ndani ya maisha yako, maisha yako yanabadilika. Haleluya! Ukikutana na Yesu tu, maisha yako yanafanyaje? Yanabadilika. Kuna watu wengine hapa tunadhani kumfahamu
Yesu ya kwamba yeye ndiye Mwokozi na Mungu, tumeokoka. Halo? Kumjua Yesu kama yeye ndiye Mwokozi na yeye ndiye Mungu, eti tumeokoka, siyo jambo. Lakini kumkubali Yesu kama ndiye Mwokozi wa maisha yako wewe mwenyewe binafsi, ndiposa tupate wokovu. Haleluya, haleluya. Sikiza wapendwa, ili ukatokea mwaka 2019 nilikuwa nje ya Tanzania, kukatokea na hawa watu ambao wanatembea juu ya kamba. Unaelewa? Umeona hao watu anatembea juu ya kamba, anatembea juu ya kamba, akienda upande wa pili, akaongeza nguvu zaidi, akakuja na wiliparo ya mguu mmoja, huu wa mbele, si mnaelewa? Akaingia juu ya kamba kuongeza umaarufu zaidi, akaingia juu ya kamba, akaweka na hiyo nanili, nimesema aje, wiliparo. Alipoweka wiliparo, akaanza kuendesha juu ya kamba, amekaa ndani ya wiliparo ile, na mashabiki walikuwa wanapiga makofi. Tunakuamini sasa, tunafanyaje? Kumbe mashabiki wanaweza cheza mpira na nje wakafunga mpaka na bao, wakafunga na bao, lakini wakiingishwa katika uwanja wanaweza funga. Ndivyo tulivyo Waadventista, tunaoshabikia imani ya watu lakini si kukuza imani yetu. Yule jamaa akamsikia na shabiki akimshabikia, akimwambia nakuaminia sana, nakuaminia sana. Akamwambia, hivi kama unaniamini unaweza kuja tu upande na mimi tukaweza kwenda? Akamwambia, hapana, siwezani mimi, sifanyi nini. Kuna tofauti ya kuamini ya kwamba Yesu ni Mwokozi na kuamini ndani yake Yesu. Haleluya. Mwanamke akuamini tu ya kwamba Yesu ni Mwokozi, lakini akaamini sawia ya kwamba Yesu Kristo ndiyo Mwokozi wa maisha yake yeye binafsi. Haleluya. Na sisi Waadventista wa Sabato tusikize hili, tukimfahamu ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mwokozi wa maisha yetu, bila shaka hatutasukumwa jinsi ambavyo tunavyosukumwa hata sasa. Kanisa letu hili lilipojengwa, wakaliona ni kanisa dogo, wakalipanua na zaidi, ili kwamba waumini wafanye nini? Lakini je, mwajua waumini wengi wapo wapi? Wapo wapi? Wapo nyumbani. Ndio wanaamini ya kwamba Yesu Kristo anaponya na ni Mwokozi, lakini hawajaamini kweli yeye ni Mwokozi wa maisha yao. Hivi ukiwa na kiu, si unayaendea maji? Ama utaomba watu wakuletee na maji? Ukiwa na kiu unayaendea nini? Maji. Na ukiyaendea maji haucheki na maji, lakini unayakunywa maji kwa sababu ya kukata kiu ulicho nacho. Na mwanamke anaenda kwake Yesu na anasema, nitakwenda kwake Yesu, na nikifika kwake Yesu sisemesani pamoja naye, sina muda wa kuzungumza naye, lakini imani niliyo nayo ni kwamba nikiguza tu joo lake nitapona. Haleluya. Alipoliguza, Yesu akasikia ya kwamba nguvu zake zimemtoka. Akauliza, ni nani amefanyaje? Ameniguza. Ni nani huyu ambaye ameniguza? Yesu anauliza, na wale wanafunzi wanamwambia Yesu, na wewe umeharibika kichwa leo, mbona watu ni wengi na kila mtu anaguza na mwingine? Hivi tukimuuliza
ukiuliza na mwenzio ni nani amekugusa tangu asubuhi, unaweza tuambia? Hauwezani kutuambia, lakini Yesu alimaanisha ya kwamba mguzo nilioguzwa si mguzo wa kawaida. Yesu akiyaguza maisha yako, anayaguza katika njia tofauti. Haleluya! Tusije tukawa kama mawe. Rafiki yangu mmoja aliniambia usiwe kama jiwe la mtoni. Akanipa na kisa, jiwe la mtoni na lile la mlimani ni lipi ambalo linakaanga gumu sana? Jiwe la mtoni, kati ya jiwe, mawe yaliyoko ndani ya maji na mawe yaliyoko ndani ya maramu ya mlima, ni gani ambalo linakaa gumu kushinda lingine? Ni la mtoni. Akaniambia japokuwa maji yanaliguza lile jiwe kila siku, aliwi finyu finyu. Hello? Na hapa Waadventista wa Sabato, mbona tupo katika kanisa ya Mungu, tunalipata na neno lake Bwana, na kila Sabato tunaamka na asubuhi tunafaa na mavazi yetu vizuri, Biblia tunaiweka katika mkono wetu wa kushoto karibu na roho. Halo? Tai nyekundu, shati ya black, shati ya white na suti nyeusi na maua pande pande hapa. Tunatembea mwendo taratibu kwenda kanisa ya Mungu. Maji yanatuguza, neno tunalisoma, lakini ndani ya mioyo yetu hatujafanya namna gani? Hatujabadilika. Wapendwa, ukikutana na Yesu, unapomguza Yesu, maisha yako yanapomguza Yesu, maisha yako yanabadilika. Haleluya! Ndo maana Paulo akiandikia Waefeso anawaambia, Waefeso 2, kitabu cha Waefeso 2 mstari wake wa 20, si mimi Paulo tena ninayeishi, lakini ni Kristo anayefanya nini? Anayeishi ndani yangu. Kristo akiwa ndani yako, mazungumzo yako hayatakuwa ya mwanadamu, mazungumzo yako hayatakuwa ya kibinadamu. Kusemezana mnakosemezana hakutakuwa kwa binadamu, kutembea na kuabudu kwako hakutakuwa kwa binadamu, lakini kutakuwa kunampa Kristo utukufu katika maisha yako yote. Haleluya! Yesu akawa anafanya kazi hiyo, na Yesu mwenyewe hakukuwa anakaa tu na watu wanaokuja kwake, lakini andiko takatifu linasema akaanza na Yudea, akaenda Yerusalemu, akaenda na vitongoji, akaenda na vijiji, akaenda miji mikuu na majiji makubwa, huku akihubiri juu ya injili yake Kristo, huku akiwatangazia ufalme wa Mungu ya kwamba unafanya nini? Unarudi. Hivi kama Kristo mwenyewe alijitoa, mwana wa Mungu, kwa kuhubiri injili ya milele, we Mwadventista wa Sabato umekaa kwako, umekaa chini at your comfort zone, ukisema ya kwamba injili mwenye ataisukuma isukume. Halo? Nitaendaje nisipotumwa? Paulo anauliza na Warumi, watayapataje maneno ya injili wasipotumwa na wahubiri? Pasipo na mhubiri, na mhubiri atakwendaje asipotumwa? Naye hata akikwenda atasemaje asipopewa na neno? Mungu ametupa na neno tutakalo lisema. Haleluya!
Na sasa Waadventista wa Sabato kwa mwaka wetu tena wa makambi, na sasa tunaalikwa mmoja tuingie katika kuabudu Bwana siku zetu za makambi. Haleluya! Si wewe peke yako, wewe mtoto wako, si mtoto wako peke yake, wewe mfanyakazi wako, na hata yule anayeishi katika kijiji chako, anayeishi pomani mwako, aliye rafiki yako, yeyote yule wakaweza kuingia katika kumwabudu Bwana. Haleluya! Nyasaye nigago twarigania twensi asengenjo yokumusasima na kigekogera chinga kichichi kambi cheito chianyare ko bachiko bekerwa roro kero mwaka togende gusasima ngo togende gusasima Nyasaye na komobo nene egekogera nero mutongi oito ekero tukumira na nere obogima bwaitu nigakokora gendoki nigakobocheche. Rero babo nyabete na baratebe nga bono what shall we do ninki turakore totali kwarende togende korandia totali kwa togende korandia. 2 Corinthians chapter 5 verses 27 nigegoteba we can serve God physically and we can serve God even when we are not physical. Nabo tukumusasima Nyasaye bure kero tokororokana nyoene kero tutagokora gindoki nonyene kero tutaiyo nabo tukumoterera tukumusasima nabo tukumoterera Nyasaye asengencho yuko iraringana lyaye nabo tukumurwera asengencho yuko shiro bokoreri nabo tukuirania asengencho yuko mwakerambi yamono na kigeko musomba Paulo gakurikira abantu bakare Tesalonika ase kanisa ya Tesalonika nigakobatebya mogoka sama tukonsi na wakira Nyasaye mbuya mono mutari gokora gendoki mutari gotiga egekogera na kukorogwancha kwa Nyasaye ase Kristo Yesu ase muri ino mwenzi. Haleluya! Mpendo, mbona tusidi kuwa wagumu katika maisha yetu? Mbona tusidi kujikwamilia vitu ambavyo tulivyo navyo kuliko kunyosha mkono wetu kwa sababu ya kuwabariki na wengine, kwa sababu ya kutenda kazi, kwa sababu ya kuguza maisha ya watu, kwa sababu ya kunyosha mkono uguze pindo lake Yesu litakalo kubadilisha maisha yetu. Kisa cha Mathayo 25. Mathayo anatuambia kitu. Mtu anayenyosha mkono wake ausalii vile vile. Halo? Umuntu kuramboro koboko kwaye tagutigara buno uri uringe tokoboko kwaye. Umuntu kuramboro koboko kwaye asobokoreri tagutigara koba buno muntu na uringe tokoboko kwaye asengenjo yugo kobisa. Mathayo 25, msomi mzuri atusomee mstari wa 29. Mathayo 25:29. Kuna kisa hapo cha talanta, watu ambao walipewa talanta. Mmoja akapewa 5, mwingine akapewa 2, mwingine akapewa 1. Mwisho wa mambo yote andiko nasema aje? Aha, na kikira oyore negento nae we naenda kore gento ki amentera ni we korende royo tari na kende no nyengeria bwate na kore gento ki na gurwe soma tati no musombori otabwenerati na tugutwe isiko asomosunte aroro abantu nababenekero na koliani gentoki ini hadithi ya talanta 3.
tumanyite omogano oyo igoro ye chitaranta isato. Bakarangeriwa batatu n'omonene obo akabatebia abakori emirimo bane bono nkobachika ndege kogera nkogenda nde sabari. Aye nakoire isano okorere emirimo ninche ngirane erindonge gentoki ligesa. Oyo ndakaewa ibere aera agatebigwa ningira nonge gentoki ligesa. Noyo ndakaewa eyemo nera agatebigwa noiranie gentoki ligesa. Omonto oria kagenda ase emiaka meka akairana. Amariko nigagoteba oria oyo obwate chinyinge isano agachikorera emirimo mono. Ekera achikorera emirimo mono chikamentekana echinde isano igoro. Haleluya. Oria oyo obwate ibere nera agatema akamente echinde ibere igoro. Haleluya. Korendo oria oyo obwate yemo eba ase ebirengereri biaye omonto oyo nigakogesa asatakore tigintu. Aro nabagoteba igo omonto oyo nigatagitagese asatakore tigintu asata sigintu. Yani nyonya ni yeye mama ete eretaro chingana asibigetu. Halo mariko nigagoteba nga akagenda agakunye enkoro akayetinde karoro nase engoro eyo akabeka ekemanyererio erinde techa komosireria. Omonyene ori nyuma y'emyaka eria akairana akababoria abasomba baria ninganetie monge gentoki ligesa nechitaranta nabaete. Halo omwyo bwamang'ana amariko nigagoteba orio isano akarete echinde isano. Haleluya. Orio ibere akarete echinde ibere. Haleluya. Orie yemo akamotebia ayo monene one nigonkobo ete naende nimanyete ngokogesa asuta simegeti bono egendo kwang'ete na kieki chinakorire gento nakoirane agachika abakoreri baya akabatebia mogure oyo obwate yemo omentere orio obwate gendoki principle y'obugima obone yemo aliye naye uongezewa, asiye naye hata kile kidogo alicho nacho ufanya nini? Unyang'anya. Nabe principle hiyo. Halo, abantu bali babwati bitaranti bikibikaso obugima obo nabwo konyora bakonyogwakania amaino banya gutumania abantu. Halo, ndio yo moni agonte basta kati ya hela ambayo unayoiguza kuna shilingi hizi coins na kuna noti. Ni gani inayopiga kelele sana? Ni gani inayopiga kelele sana? Principle nigete galetega vitu vya thamani ndogo utoa sauti kali. Vitu vya thamani kubwa havina sauti. Haleluya. Haleluya. Kokonyora babo yunduyu bakunye kwimurungani manyeti nisije twachangiri bubi manyeti nande mbatu change nande manyeti nduche tuchange na ndugu changa ngoro. Watu wa thamani ndogo utoa sauti sana. Walio wa thamani kubwa hawana sauti. Na wabakorigireti nyalewe kumbe kwenye naboko bwana iga bakira hiyo kwa sababu wanaelewa wewe ni wa thamani ndogo. Je, rafiki, katika maisha yako wewe ni wa thamani ama wewe sio wa thamani? Halo, wewe je ni wa thamani ama sio wa thamani? Wakati Kristo anatuita na familia zetu tukaweza kuingia katika kumwabudu, anatuita tukaweza kwenda na visawadi vyetu ili kwamba tukaweza kumtukuza. Haleluya. Mama karibu. Karansa. Sawa.
vitu vya thamani. Vilivyo vya thamani vinamfahamu Kristo zaidi. Sikiza mpendwa, sikiza hili. Hata Yesu hahitaji mtu ambaye asiye wa thamani. Anakuhitaji wewe jinsi ambavyo ulivyo, ukaitumia na talanta yako kwa sababu ya kumfanyia kazi. Haleluya. Wapigie na simu watoto wenu walioko ng'ambo. Wapigie watoto wenu popote walipo. Wakumbushe Mungu kwanza. Yule mama angefahamu ya kwamba si dhana ya Mungu kwanza, angekimbilia choo lake nani? Angekimbilia vazi lake Yesu kuliguza. Alifahamu, nikimuguza tu damu yangu itakatika. Haleluya. Je, wajua ya kwamba hivi vigugumizi tulivyo navyo katika mioyo yetu kusuhia kazi ya Mungu ndiyo imefanya tumekosa na amani katika nyumba ya Bwana? Imefanya tumekosa amani katika kazi zetu? Ndio tumekosa na amani katika familia zetu? Nyosha mkono wako kwa kutoa msaada. Haleluya. Nyosha mkono wako kwa kutoa msaada. Mtu ambaye anyoshi mkono kwa kutoa msaada ni mchawi. Halo. Oyu utari kuramboroka boko kwa yaso konya na kuramboroka boka so kore mirimo no morogi gwika. Halo. Erega cia no guita. Ega cia no koragendo ugutungora. Ega cia no gutungora. Na hata hawa wachawi hawakusaliwa kwa kusudi hilo. Hakuna mtu aliyesaliwa kwa kusudi kama hilo la kuharibu, la kuua, la kufanya vibaya. Zote tumeitwa kwa wito moja wa kufanya kazi yake Mungu. Haleluya. Usipoifanya kazi yake Mungu, kumbuka ya kwamba Mungu anakuja, na anapokuja, andiko rasema Mathayo 12:36 anasema, na kila mmoja hatasimama mbele ya hakimu mkuu siku ile ya kiyama. Nataka ulifikirie kuanzia wiki hiyo kesho, si wiki hii yenye tunaanza leo jioni. Wiki kesho tunaanza na makambi yetu. Nimekuwa Tanzania, nimekuwa sehemu ya Ucharuoni, nimekuwa sehemu ya Western na hapo juu. Mama anajiandaa sadaka yake ya makambi tangia Januari, tangia makambi yalivyo katika mpaka siku ya makambi. Hata kama atakufa leo, watoto wake wanajua mama aliahidi na alisema, huu mti huu, hii ng'ombe hii na hiki kitu hiki nitakitoa kwa sababu ya sadaka yake Mungu. Haleluya. Wapendwa, sikia, wewe umechagua kitu gani utakachompa Mungu kama asante? Umechagua kitu gani utakachomrudishia Mungu? Ndilo swali ambalo limesalia. Mama mmoja aliniambia, mimi ng'ombe wangu wote waliibwa, lakini yule ng'ombe niliyewaambia na watoto ya kwamba nitakayemtoa makambi hakuibwa. Halo, akasalia mwenyewe. Hivi miujiza ya namna gani? Ni miujiza ya namna gani? Mungu huyo aliyemtendea mwanamke miujiza kwa miaka 12 ndiye Mungu anayetuita atutendee na miujiza nasi sasa. Sababu mwisho hatimaye hupo ushindi. Haleluya. Mwisho hatimaye hupo ushindi.
tusije tukawa kama mawe ya mtoni yanayopokea na maji kila asubuhi, kila usiku, kila mchana, kila siku, kila mwezi, lakini hatupokei ule ufinyivu ambao unaotuingia kwa ndani. Tusiwe wale Waadventista wa Sabato wanaosemwa kwa maneno tu, lakini tuwe Waadventista wanao matendo na wanaoongea kwa sauti yao inayosikika. Haleluya. Na mujana tutamega mengi mugasunturigiriria mange na burabuka ubugima bwago nka turuchikinde kyonsi uramwe Nyasaye. God does not need anything from you, he needs your heart. Once God wins your heart, he has won the whole of you. Hallelujah. Ege kogera enkoronero gendoki omuntu. Nafsi ya mwanadamu ndiyo mwanadamu mwenyewe. Kama unaipenda nafsi yako na kutoa nafsi yako kwake Kristo, basi umejitoa wewe mwenyewe katika Kristo. Haleluya. Rero nkubande mirimo muguchi gokora. Ekambi yaitu ningeire gori. Yo mwagorire ngamwabwata. Eyo mwagorire ngatwabwate. Mwabwate izo 120. Unadhani hicho ni kitu ambacho kisichowezekana? Unadhani simu moja atasimama hapa atoe yono yomota gote naro, lakini okorengererie kero yo makuru emebaraka yoyo yomo noye nyone. Halo, unafikiria mimi simama nimewaambia leo kwa sababu mumepewa gori ya juu 120 na mwaka huu, hiyo 120 ilikuwa mwaka jana, mwaka huu mumepewa 150 kwa sababu sitaki kuwajosha, nitawatolea. Je, mibaraka mutaipata? Waadventista wa Sabato mpo? Hebu nyosha mkono kama mpo. Tosundoke kirwe igoro. Halo, aba Adventista moro ine ekero na barwereire mebaraka yuno yenyore ingige kogeruta yenyora. Ni kama ninafundisha, si hubiri, ninafundisha, lakini mujana nitafundisha ndani zaidi ili kwamba ukaweza kuelewa. Tuko na sadaka tofauti tofauti na Mungu anahitaji mkono wako kila mahali, ndio maana anakuita mtoto wake. Uranyoro mwana utari kukuiwero inu mwana akamande kirubo genda roje na ino bwata magoko no mwana uyo na chenjerete kunyagitari na kia kuira niliengenje korte na manyinka anata kongira nili. Hata Mungu anajiuliza swali kama hilo. Halo, Mungu anajiuliza swali kama hilo anapotuambia, anapotupea na amri, lakini sisi tunakiuka na tunatoroka amri yake. Kweli hawa ndio wale niliokufia. Ningewaeleza na kisa cha msalaba, lakini sina muda, ni ya siku nyingine. Kisa cha msalaba peke yake ukikisoma kwa hisia zako mbako chake kolera ajebwe kokororanga gakiti bwenere tipi mbuya ninye gokora gendo mbuya ninye kurara mapema tinkore bibe. Halo, lakini kurara is not a solution. The solution, it is giving your heart unto the Lord. Dhana inayosema God first. Chimbu suronchira malika goteba toko busura chinyinge twagasa chinke.
iko mjana, tutaiangalia. Tunapata na fedha, lakini tukiweka mifuko tunaweka iliyo topoka. Tutaiangalia imetopolewa na nani na imetopolewa katika njia gani. Lero nabo kwirisirira amariko nigagoteba, Jeremaya nigagoteba, Nyasaye nigamanyete chinkoro chiangu cia mwanya bantu onde taiyoyo nyiranyare kobaga kumung'aina. Assignment yaino neye kenda ikaransa ni amate yaino tutarachaka chikambi baborie iga ninki toko ango igo ekero kwa mwanya Nyasaye neri akikwamwa, ekero kwa mwanya Nyasaye neri akikwamwa. Enda jiulize, wapigie na watoto wako simu, mama wabulise Nyaboke, Mojeji, John, Richard, Caleb, omwaka oyo ninki tukoiraniria Nyasaye ngambu ya mono. God needs even our families. Akike kogera shwekera gotenena nigako represent gento kie tari goteba inche Joshua, nigagoteba inche bene buna Joshua nenkayane korerengo oise gochaye bweka still utaurizwa familia yangu, familia niliokupa ilisalia wapi? Bori abana bao ayenki okumurwira Nyasaye korente gikabu imugeti gochiase Nyasaye nigo kerente gikabu gie family yonsi. Haleluya. Na Nyasaye gakorwa maseseni nigakorwa gochiase family erenaki yonsi. Ongereshana iandike na uwe ukiombea sadaka ambayo haijombewa haibarikiwi. Kwa habari yenu sadaka iliyo korengereringa isano nkuru gosenteni iter goseseni eya enkinga ya guroje. Haro sadaka ambayo umeiweka kwa magwazo, mwaka huu nitamtolea Mungu 10,000. Mwaka huu ase tugo yane ne ng'ombe nguru, ase ebimeri byonsi emetebere, ase umugo agera tulire 5 Mungu. Na ukiombea sadaka hizo tajwa namna hiyo, anazibariki zote. Lakini oise kororanga kiruba arwemesi jazi ngenjuni kwata matoke igandu tosindane era arwemesi ijendu litoke, Mungu hawezi bariki. Ndo ukweli uliopo. Halo, ndo ukweli uliopo. Muretea Mungu lazima ukiweke katika maombi ili Mungu akaweza kukibariki zaidi. Haleluya. Mungu atuongoze ili kwamba tunapoingia katika majuma ya makambi, tunapomwabudu Mungu tumwabudu katika roho na kweli, kwa sababu muguzo wetu utakuwa ni muguzo wa imani. Tunapoingia kwa makambi, tunaingia kwa miguzo yetu ya imani katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante, asante, asante kwa wema wako. Umetunenea kisa cha mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12. Alikuwa na machungu makali, akatengwa tunavyotengwa sasa. Watu wakamkimbia tulivyotenganishwa na wingi wametukimbia. Lakini kando na mambo yote, akawa anakufahamu kuwa wewe ndiye Mungu, na akasukumwa na Roho, akasema nikiguza tu joho la vazi lake nitapona. Na hatimaye alipata uponyaji. Yesu wetu, tukinyosha mikono yetu kuingisha mifuko, mikono yetu kuingisha kutoka mashamba yetu,
kugusa mikono yetu katika yale ambayo tumeyapanda, mikono yetu kwa vyote tulivyo navyo, kwa sababu ya kukutolea na kukurudishia. Ni asante kwa sababu ya mwaka tena ambao umetupokeza. Mama alikuwa ni mgonjwa kwa miaka 12. Andiko limetuambia ya kwamba akapita katika mikono ya wauguzi wengi, lakini hakupata tiba. Yuko mama hapa ambaye amekuwa mgonjwa kwa miaka mingi. Anao ugonjwa wa presha, wengine ugonjwa wa sukari, wengine ugonjwa wa masiwa, wengine ugonjwa wa kifafa, wengine ugonjwa wa kiakili. Si wa mama peke yao, watoto wapo, wazee wapo, vijana wapo. Zote tumekuwa na ugonjwa, na ugonjwa ambao umetukusanya zote na unaendelea kutula ni ugonjwa wa dhambi. Mungu wetu, nyosha mkono wako. Tukinyosha mkono wako wetu kuguza pindo lako, Yesu, tupe nguvu ili tukaweza kupokea uponyaji tele. Yesu wetu, tusaidie tunapoongea na hata watoto wetu, tunapoongea na hata wale wapendwa wetu, na kujiandaa kwa sababu ya makambi yetu. Yesu, usituache kama watoto wako. Mkono wako wa msaada uwe juu yetu. Asante kwa sababu umenena pamoja nasi, na asante kwa sababu utaendelea kunena na fikra zetu tunapoenda nyumbani zetu, kuahidi na kuandika lile tutakalolitenda. Hatutalifanya kama mwanadamu tu kufurahishana hapa kwa hapa, lakini kila mmoja hatajitahidi ili kwamba akaweza kuhakikisha ya kwamba anakufanyia vema kulingana na imani aliyo nayo kwako. Yesu wetu, utusukume kwa Roho Mtakatifu ili kwamba tushikamane pamoja nawe milele, wadogo kwa wakubwa, mtoto kwa mama, msichana kwa mfulana, na sisi zote tukae kwa pamoja, tuungane, tuseme Yesu ndiye mwokozi wetu, na kwa kweli tumemkubali kama mwokozi. Tusaidie leo, utuandae katika ufalme, na yote tunayoyatenda, Mungu wetu, utusaidie tutende kulingana na penzi lako kuu. Asante kwa sababu ya upendo wako, asante kwa sababu ya ahadi ya maisha ya milele. Na sasa tuwaomba ukaweza kutupa misawadi uliotukilimia, na wengine tumeipokea, na ushindi tumeupokea. Mwisho tutatoa na habari njema ya ushuhuda. Asante kwa yote na vyote. Tunapotawanyika kwa muda huu, kisha tuleje baadaye mchana, uwe pamoja nasi, utuandae tukifika, na hata nyumbani tupokee na misaada mikuu, tupokee na mibaraka mikuu. Utukufu na heshima viwe vyako milele. Asante kwa kulisikiza ombi letu, tumeomba katika jina safi la Kristo aliye mkombozi wetu. Amina. Keronacha katitebe tierieta ncheremba tebi bunankorokwa kwa Thomas akuma nyambane Benson seitongemera ekanisa yane Victory SDA neri kanisa yane Kemera indo murandi we skuru yari yoga inche chaplain ye skuru yari yoga na korra pastori na nderete ekambien tangane na chiete 20 14 15 kare district Mungoni, kare district ya Mungoni na nderete. Ninashukuru sana pasta kwa sababu ya kufika kanisa yako ya nyumbani. Tigatoka endere kubwatira nase mirimo y'obukoreri bwa Nyasaye. Tali ntuturaye kore mbale obaraye kore. Lakini ali ase twaereri wegete titoge tigatoge tugute na kugesaria. Ege kogera ntoche kugambirwo mwerio. Nyasaye tigatokonye na gutwarigania soborwoti bwa kare na kare. Asilieta ya Kristo esomo volio ito. Amen.
muna ndoko imaka nga yogo jikarate pastor muna korire mtunalete